Habari ndugu mtazamaji, majina yangu naitwa Mwalimu Yohana Kambarage Mashini. Mahali hapa ni Labi Online School TV. Hapo unajifunza vitu mbalimbali kama masuala ya uongozi, masuala ya mbinu za ufundishaji, masuala ya kujifunza Kiingereza kwa lugha nyepesi kabisa. Na leo nimekuandalia kitu kizuri kabisa kuhusiana na masuala ya uongozi. Mwalimu Nyerere alishawahi kusema kitu kwamba kiongozi yeyote lazima akubali changamoto. Manake changamoto itakumsaidia mtu kujirekebisha, kwamba every leader, a good leader, a true leader should accept the challenges from his or her citizens. Manake kwamba huyo mtu ambaye anakuchallenge, manake mara nyingi unakuta anakupenda kwa sababu anataka wewe kutoa kile ambacho anakihitaji basi apate. Kwa mfano, mtu anaona kabisa kwamba analaumu, pengine hamna maji katika kijiji chake au katika eneo lake, pengine hamna umeme, pengine hamna huduma za afya, pengine mazingira ni machafu, pengine watu hawana ajira. Kwa maana kwamba huyu mtu anataka suluhisho. Huyu mtu sio kwamba kumchukia, maana yake ni kumuita na unakaa naye na kumuuliza, je, ungehitaji tufanye nini? Maana yake unaweza ukatumia mbinu ya kumuita na kukaa naye na kuendelea kuzungumza naye. Mwisho wa siku ukafikia sehemu ya maridhiano ambayo itakusaidia kupitia yeye ukawa wenye alama. Lakini anaendelea kusema kitu kingine cha msingi sana. Akasema kwamba if you are a true leader, you will never be successful until your successor succeed. Kwa Kiingereza, kwa Kiswahili ina maana kwamba kama wewe ni kiongozi wa kweli na kiongozi mzuri, hautasema kwamba umefanikiwa mpaka yule uliyemlisisha mlisi wako au kiti chako au uongozi wako awe amefanikiwa. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba wewe unapokuwa kiongozi lazima uwe na succession plan. Succession plan maana yake uwe na utaratibu mzuri wa kulisisha kiti chako au madaraka yako ulionayo. Maana yake unapotoka wewe lazima uandae mtu mapema kabisa, kwa huyo mtu ikitoka ataweza kuvaa viatu vyako, ataweza kuchukua nafasi yangu na kuitendea kazi vizuri. Watu wengi tuna mtazamo ambao sio mzuri, ambapo unakuta mtu anaona kwamba alivyofanya vizuri hawezi mtu mwingine kuja kufanya vizuri zaidi yake. Maana yake tu anakuwa yeye yupo, atakayekuja akifanya vibaya anasema bora mtu fulani. Sasa Nyerere akaja kutolewa mtazamo akisema kwamba wewe, ili uonekane kama umefanikiwa, hata kama ulifanya vitu vikubwa katika uongozi wako, ili uonekane kama umefanikiwa, mpaka yule mtu uliyemlisisha uongozi wako au nafasi yako afanikiwe zaidi, hapo ndipo utasema kama umefanikiwa. Kwa hiyo wewe, kama kuna mtu umempa nafasi yako akaharibu, maana yake na wewe umeharibu, kwa sababu hujamwekea mazingira ambayo kuonesha kwamba wewe ulifanikiwa kumwandaa aweze kuchukua nafasi yako. Hivyo uongozi ni swala la mtu kuwa na kuwepo kusudi ya purpose, ili kujitoa kwa ajili ya kufikisha watu sehemu husika. Kwa mfano, mtu lazima awe na kusudi na lengo. Sio tunaingia kwenye uongozi kwa lengo la maslahi, hapo utaweza kuwasaidia watu. Lazima uwe na kusudi kwamba hawa watu nataka nibadilishie, pengine kama hamna ajira uwe na ajira, kama hamna huduma za kijamii basi ziwepo za bora, ili kutoka hapo watu wakumbuke kwa uongozi wako, waseme ya kwamba huyu mtu alileta badiliko fulani ambalo hilo litasaidia kupiga hatua. Na tunaona mifano mingi ya watu ambao wamefanya vizuri katika uongozi. Ukianza katika nchi yetu, Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mwenyezi Mungu amlaze mapema peponi, ambaye alifanya jukumu kubwa la kutuandaa na kutokea mazingira ambayo mpaka leo tunafurahia uongozi wa Mama Samia, ambapo yeye ameendelea kutekeleza ile misingi ambayo waliweka wale waanzilishi ambao ni baba wa taifa. Kwa hiyo tunaona kwamba kiongozi ili uweze kufanikiwa lazima kwanza ukubali changamoto, kushauriwa na uchukue changamoto kama sehemu ya kujifunza. Pili, pia ufanye mchakato wa kumwandaa mtu achukue nafasi yako mapema, ili akifanikiwa basi inawezekana umefanikiwa. Kutokana hapo basi tutakuwa na mengi ya kujifunza, kama tutaendelea kujifunza mambo mengi zaidi, na haya ni miongoni mwake. Hivyo endelea ku-comment, ku-like na kusubscribe. Uendelee kupata mambo mengi tukapoweka video yetu katika channel hii. Nakupenda sana na nakutakia uongozi mzuri na wa kuleta mabadiliko. A transformational leader is born, also is made. So are you born or made? You will know at this channel. See you